Fikiria huko kwenye maktaba ya ajabu sana. Ndani yake hakuna vitabu vya kawaida. Kila kitabu ni maisha ya mtu. Ukifungua unasoma historia ya mtu huyo kuanzia kuzaliwa mpaka kufa. Unakutana na maisha ya watu maarufu, maskini, wasomi, wakulima, mama wa nyumbani, wafugaji na hata wasanii. Na kila mmoja ana kitabu chake tofauti. Unatembea polepole kwenye rafu ukivutiwa na majina, unachukua kitabu kimoja unakifungua na unasoma. Alizaliwa kijijini, alikuwa kwa changamoto, akasoma kwa bidii, akasaidia jamii na kuacha urithi mkubwa. Unahisi msukumo mkubwa, kisha unachukua kingine unasoma. Aliishi maisha ya kawaida, aliogopa kujaribu, alingoja, akafa akiwa na ndoto zake mfukoni, ambazo hazikusaidia jamii kwa namna yoyote ile. Unagundua kitu cha kushangaza. Baadhi ya vitabu ni vifupi sana. Si kwa sababu watu hao walikufa mapema, bali kwa sababu hawakuwahi kuishi kwa kweli. Halafu kwa mshangao unakutana na kitabu chenye jina lako. Unakisogelea kwa wasiwasi, unakishika kwa mikono inayotetemeka. Unafungua ukurasa wa kwanza, lakini ndani hakuna chochote. Kimeachwa wazi huko katikati ya kurasa za maisha yako, na bado una nafasi ya kuamua maneno yatakayoandikwa. Na hapo ndipo ukweli unapokuja kuwa maisha ni kitabu ambacho unakiandika kila siku. Swali ambalo linabakia kwako ni kwamba utakapoondoka watu watasoma nini kwenye kitabu chako? Uliacha alama gani au uleta mabadiliko gani kwenye jamii? Hapo ndipo dhana ya kuishi kwa kuleta mabadiliko inapoanza kupata maana halisi. Sio kuishi tu, bali kuandika hadithi yenye thamani, yenye kugusa wengine na ambayo itaacha alama ambayo haitafutika. Siku moja nimewahi kujiuliza swali rahisi, lakini ni swali ambalo linabeba maana kubwa. Nikishaondoka duniani ni nini ambacho kitasalia? Sio mali, sio maarufu, sio vitu ambavyo ninavimiliki, bali athari ambazo nitaacha katika maisha ya watu wengine. Maisha ya mtu yanaweza kuwa na maana kubwa sana, sio kwa muda aliokaa duniani, bali kwa uzito wa alama ambayo aliiweka. Kuishi kwa kuleta mabadiliko maana yake si kuishi kwa ajili yako tu. Maana yake ni kuona mbele zaidi ya mahitaji yako binafsi. Maana yake ni kutambua kuwa kuna watu ambao wanahitaji kile ambacho kipo ndani yako. Iwe ni upendo, maarifa, muda au hata tabasamu. Kila siku tunapata fursa mpya ya kubadilisha maisha ya watu, hata kama ni kwa njia ndogo, na ndicho ambacho kitafanya maisha yetu kuwa na thamani ya kweli. Haihitaji kuwa mkubwa au mtu maarufu ili uweze kuleta mabadiliko. Maisha yamejaa watu wa kawaida waliogusa dunia kwa njia ambazo hazikutarajiwa. Mwalimu aliyemweka mwanafunzi wake kwenye njia sahihi, dereva aliyemshauri kijana akajiepusha na uhalifu, mama ambaye alilea familia yake kwa upendo usioyumba. Wote hawa wameishi kwa kuleta mabadiliko bila hata kuonekana sana. Wakati mwingine tunaamini kuwa ili tuweze kuwa na athari katika jamii, lazima tufanye mambo makubwa, tujenge taasisi, tuandike vitabu au tuna mamilioni ya wafuasi. Lakini ukweli ni kwamba matokeo ya mabadiliko ya kweli yanaanza moyoni. Inaanza na msukumo wa ndani wa kusema, leo nataka niwe mtu wa tofauti. Leo nataka niboreshe maisha ya mtu mwingine. Inaweza kuwa ni kwa kumtia mtu moyo, kumsaidia kuamka alipokwama, au hata kumsikiliza tu. Watu wengi wanaishi wakisubiri wakati mwafaka wa kuanza kuleta mabadiliko, na wanasema kuwa nitafanya nikishapata pesa au nitasaidia nikishakuwa na muda. Lakini muda hautoshelezi na pesa huwa haitoshi. Wakati sahihi ni sasa. Hali yako ya sasa, iwe ni nzuri au changamoto, bado ni jukwaa la kuleta tofauti katika jamii. Hakuna hali ndogo sana isiyoweza kuzaa matunda makubwa. Na tukumbuke pia kwamba kuishi kwa kuleta mabadiliko kunaanza na kujijua. Kuwa na ufahamu wa wewe ni nani na kwa nini uko hapa, na kila mmoja wetu ana zawadi yake ya kipekee. Dunia inahitaji watu wanaojaribu kuwa wengine, inahitaji wewe halisi, kwa sababu ndani yako kuna kitu ambacho hakuna mtu mwingine duniani amewahi kuwa nacho. Ukificha, dunia inapungukiwa. Katika kila hatua ya maisha tuna nafasi ya kuchagua. Tuishi kwa kujirudia tu siku hadi siku, au tuishi kwa kuleta tofauti. Tuchague kuwa watu wa matumaini, au tuchague kuinua wengine, au tuchague kuwa nuru
hata katika giza zito. Na mwisho wa siku tutakapotazama nyuma, tutaweza kusema kwa moyo mkunjufu, nilifanya nilichoweza, niligusa maisha, niliacha dunia ikiwa bora kidogo kwa sababu niliishi. Hapo ndipo maisha yanapokuwa na maana ya kweli, maisha yenye athari, maisha yenye thamani, na maisha ambayo yanaleta faraja na heshima kwako.